Yesu ni Bwana. Kristo amenilinda na kulinda moyo wangu. Tuko na amani pamoja na familia na tumeona wema wa Bwana. Praise the Lord. Nataka tusikie mambo ya mafunzo iko hapa kwa Bwana alitia ndani yangu. Nikakuwa kubwa sana kwangu. Na hii ni mambo ya mavuno. Bwana Yesu asifiwe. Na niwaambie kwamba imempendeza Mungu atuingize katika majira ya mavuno. Amen. Praise the Lord. Tuingie katika majira ya mavuno, ni mapenzi ya Mungu wetu. And I want to tell you that harvest is a season determined by God. Ni Mungu hupanga majira. Ni Mungu hupanga majira ya mavuno. Na wakati tulikuwa mkesho ama during our declaration, tulisema kwamba this year God will help us to possess our possession. Kile ambacho ni chetu Mungu atafanya tukipokee. Na kitu kimoja ambacho Mungu atafanya tupokee mwaka huu ni mavuno katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Mavuno in our life, we call it harvest. It is determined by God, because it is God who controls times and seasons. Bwana Yesu asifiwe. It is God who controls times and seasons. And the Bible says that let me paraphrase and say it, that God is not controlled by time. Mungu hawezi badilishwa ama kuzuiliwa na masaa. Sisi ndio huangalia masaa. Sisi ndio huangalia calendar. Lakini when God visits his people, he does not look at the time. He is not controlled by the time. Amen. Sisi ndio tunapanga. Kama kesho sasa umepanga kufanya 1, 2, 3. Usipofanya kesho utakuta umechelewa kutimiza mambo ambayo Lakini Mungu haendanishi na calendar. That's why his visitation is sure. Akitembelea watu wake, haijalishi vile wako, haijalishi vile maisha yako or the surrounding, Mungu akiamua kutembelea watu wake anawatembelea. Na majira ya mavuno ni Mungu hutembelea watu wake, anawatimizia ndoto zao, anakutana na mahitaji yao. Bwana Yesu asifiwe. Anabadilisha hali zao, anabadilisha historia. Unakuta kwamba hauibi tena wimbo wa shida, unaanza kushuhudia matendo ya Mungu. Hallelujah. And when we say that this year is the year of harvest, na askofu wetu wameongozwa na Mungu kwamba mwaka huu ni mwaka wa mavuno, na ninasikia ndani yangu hakika mwaka huu tutavuna. Hallelujah. Personally utavuna wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. And individually utavuna. Kama familia utavuna. Kama kanisa tutavuna katika jina la Yesu. So I want to talk about harvest. And I want to tell you, we receive from God through faith. Imani ndio hufanya tupokee kutoka kwa Mungu. Kama vile unaenda supermarket, unanunua vitu, unatoa pesa, vile vile tukikuja katika ufalme wa Mungu, imani ndio hufanya tupokee. The Bible says, without faith it is impossible to please God. Bila imani huwezi mpendeza Mungu. Na yeyote ajaye kwake, Hebrews chapter 11 verse 6, lazima aamini kwamba yupo na yeye huwapa thawabu, amen, wanao muamini. And he rewards wale ambao wanamtafuta, those who seek him diligently. Glory to God. So today I want us to lift our faith high. Tuinue imani yetu leo. Kile mbingu imepanga kuachilia tukipokee katika jina la Yesu. Open up your heart, open up your mind and your ears to hear from the Lord. Na pia imani ukuwe nayo, because it is a kingdom principle. Faith is a kingdom principle. Na watu wengi wamekosa majira yao kwa sababu ya kukosa imani.
Watu wengi wameagamia, wamekosa kuingia katika pumziko. In the Bible, in the book of Hebrews chapter 4, it talks about wengi hawakuingia katika pumziko, maana waliposikia neno hawakulichanganya na nini? Amen. You know, this one is Bible study. Saki uiname sana, hata kama unaandika unainamuka. Ndio tunaendelea. Wengi hawakuingia pumziko, Hebrews chapter 4, because waliposikia neno hawakulichanganya na imani. Amen. So wengi hawajapokea kwa Mungu kwa sababu waliposikia neno hawakulichanganya na imani. Wengi hawajaingia katika majira ya Mungu because they have not they do not have faith. Wakati Mungu amenena, amesikia tu ni maneno ya kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Wanasikia tu kama ni Mungu tu anaongea. That's why I want to tell you, yeyote ambaye Mungu anatumia hapa mbele, usimuone kama baba fulani, usimuone kama mama fulani, muone kama huyu ni mtumishi ama nabii wa Mungu. Mungu anataka kutunenea kumpitia. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiangalia uone huyu ni yule mzee fulani, hautapokea. Biblia inasema aje? Ukipokea nabii, unapokea pia baraka na karama iliyo ndani ya huyo nabii. Amen. Ukichukua mtu kama huyu ni mzee yule rafiki yangu, utapokea hiyo level ya mzee rafiki yako. Hallelujah. But when you perceive that this is the servant of God, this is the prophet of the hour, you will receive the gift and the blessing from the prophet. Bwana Yesu asifiwe. 1 Corinthians chapter 2 verse 12 inasema kwamba I don't know if you can give us in the screen 1 Corinthians chapter 4 verse chapter 2 verse 12. Can open mine. Tulisema mtu anakuja na Biblia, anakuja na kitabu na anakuja na kalamu. Ndio mambo iende vizuri. The Bible says, now we have received not the spirit of the world, but the Spirit which is of God, that we might know the things that are freely given to us by God. Hatujapokea roho ya dunia, tumepokea roho ya Mungu, ndio tujue mambo ambayo tumepata ama Mungu ametukirimia, ametupatia freely. Kuna mambo ambayo Mungu ametupatia, hiyo ni haki yetu. Praise the Lord. Kinywa cha Mungu kimesema, na akisema hawezi, he cannot unspeak himself. Whatever God has spoken, he cannot unspeak. Sio kama hiyo ni Kiingereza mzuri. He cannot unspeak himself. Dagiwoko ole ugete. Hallelujah. So when God has said that this is the year of harvest, hivyo ndivyo ilivyo. Hallelujah. And the devil can do nothing about it. Somebody say amen. The devil can do nothing about it. Whatever God spoke in his word. Nilikuwa ninasoma Luke chapter 1 and chapter 2, habari ya Mariamu malaika alivyoenda kwake na akamwambia kwamba utapata mtoto. Mariamu akasema kwamba je, hatujakuwa na Yusufu? Bwana Yesu asifiwe sana. Hatujaonana na mume wangu, how will it be? But the Bible says Mariamu akakubaliana na maneno ya malaika. Akasema hata kama ni ngumu, hatujaonana na mume wangu, I want to believe the words of the angel. Today tunataka tukubaliane na neno la Mungu. Kile Mungu amesema itabaki hivyo.
Glory to God. And the devil has no access to what God has said over our lives. Bwana Yesu asifiwe. Shetani hana haki na kile Mungu ametuahidi. Tukivuka mwaka Mungu alitunenea, it is the year of possessing our possession. Bwana Yesu asifiwe. And possession ni mambo mingi ya maisha. Glory to God. Hata kama Mungu alituongoza kwa matano, lakini when we talk about possession is everything that pertains our life. Maana Mungu hataki tuwe sawa kiroho na kule nje tunateseka. Amen. God is not happy when we are preaching so powerfully, Jerry, na kule nje tunateseka. Hapana. He want to bless us all around. He want to bless us inaitwa holistically. Kwamba kule nje in the marketplace we are taking dominion. Kwa biashara we are taking dominion. Hallelujah. In the spirit tukikuja tunapenya. God wants us to succeed in all spheres of life. And that's why tunasema kwamba hatutaki tu ukue kiroho, hata pesa tunataka ukue nayo. Hallelujah. Somebody say amen. We want you to be rich. We don't want you to be rich in the spirit only. Na nikienda pale nikwambie ninunulie sonda, unaanza kutap mfuko, ni wapi pesa hii? Unatafuta finally unaniambia pastor, si leo nike. Asitaki shida. Kwa sababu Mungu wetu si wa our God is not poor. Bwana Yesu asifiwe sana. So we are talking about harvest kwa wale wanaingia, na niwaambie kwamba lazima tuvune katika jina la Yesu. If a farmer plant his crops and at the end of the year he does not harvest, that farmer will be so sad. Kama mkulima amenunua mbegu, akapalilia shamba, akatengeneza na akapanda, alafu ukute kwamba in few months, like 10 months, he has no harvest, that farmer will be in great problem. So hata nasi wapendwa, tusipovuna mioyo yetu itainama. Tusipopokea mavuno mwaka huu, maana kuna mambo umepanda in the spirit, kuna mambo umepanda kwa maombi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa biashara kuna mambo unaaminia Mungu. You have projects, you want God to bring them to accomplishment. In your family kuna mipango mko nayo. When you talk about mavuno, ni kwamba kile ambacho ulipanga kiwe kinatokea. Mambo ambayo ulitamani inakuwa. Biashara uliyotamani isimame inasimama. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapo ndipo utasema hakika God has been together with me. The Bible says in Romans, if God is for us, who can be against us? Kwa hivyo kama Mungu amenena huu ni mwaka wa mavuno, lazima tutavuna katika jina la Yesu. Na niwaambie, Isaka alipopanda, Genesis chapter 26, hakuvuna mara 30, hakuvuna mara 60, Biblia inasema alivuna mara 100. 100-fold is our portion in Jesus name. Lazima tuvune mara 100. And the Bible says in 2 Corinthians, let me read it. Kwa wale wanaingia, this is Bible study. We call it impartation hour. We are receiving impartation from the word of God. The Bible says in 2 Corinthians chapter 9 verse 10. Now, he that ministereth, let me kuna version Baba Jimmy ukisoma. Now, now get for me NIV, please. Let me see.
Aya, sawa. Good. Now, he who supplies seed to the sower and bread for food will also supply and increase your store of seed, and will enlarge the harvest of your righteousness. This word is powerful. That God supplies seed to the sower. Anapeana begu kwa yule ambaye anapanda, na anapeana mkate kwa yule araye, yule ambaye anakula, anakupea mkate. So God give us two things. One, begu. Na begu si ya kukuliwa, begu ni ya kupanda. Nowadays, we have specialists of eating the seed. Amen. Nowadays, there are specialists of eating the seed. Hata kwa TV, unasikia tu mahubiri, unasikia hiyo hapana. Kuna watu huwa wanapinga tithe. Na mmewasikia kwa TV. Kuna watu huwa wanapinga matoleo. Kuna watu huwa wanapinga tithe. Na mtu akipinga ni kumaanisha anaiku. Lakini tithe ni kama begu. Unapanda. Biblia inasema in the book of Ecclesiastes chapter 11, weka mkate wako kwenye maji. Baada ya siku nyingi haujui vile itakavyotokea. Weka mkate wako kwenye maji. Ecclesiastes chapter 11 verse 1. So when we talk about the seed, begu ni ya kupanda. Na ukipanda, Mungu anafanya uvune. Ukivuna unapata the bread as your food. Tunapata mkate kama chakula. Kwa hivyo Mungu wetu ni wa mavuno. In the book of Genesis inasema as long as the earth let me check it. Let me check seed time and harvest time. Maadamu dunia idumupo, nyakati za kuvuna na za kupanda. Genesis chapter 8 verse 22. Muda inchi idumupo, while the earth remains, majira ya kupanda na ya mavuno havitakoma. Let me read part 1 first. Majira ya kupanda na ya mavuno, as long as the earth remains, mavuno haitakosa. Glory to God. As long as the earth remains, kupanda hatutakosa kupanda. So God will supply seed for us ya kupanda, and he will also supply for us bread tupate kukula. Amen. Kwa hivyo hatutakosa mkate na hatutakosa begu ya kupanda. Zechariah chapter 9 verse 12. Zechariah chapter 9 verse 12. Zechariah chapter 9 verse 12 inasema, return to the stronghold, you prisoners of hope. Even today I declare I will give you double. Bwana Yesu asifiwe sana. Technician. You wanted to see NKJV vile inasema, lakini Kiswahili inasema, irudieni gome enyi wafungwa wa tumaini. Hata hivi leo nasema ya kwamba nitakurudishia maradufu. That is harvest. Amen. Double harvest. When we talk about prisoners of hope, ni watu ambao wamekwamilia hapo kwa Mungu. Wanatumainia kwamba without giving up, God is coming for our rescue. God will show up in our life. Hallelujah. Prisoner of hope. Usione kama ni watu ambao wamefungwa jela za maisha, hapana. Ni watu ambao wamekwamilia na tumaini kwa Mungu. Amen. People who are saying we are not giving up. Hata kama uchumi utaharibika, tumaini letu ni kwa Mungu. Habakuku anasema kwamba hata
kama hakuna chakula kwa shamba, hakuna wanyama kwa zizi, I will rejoice in the Lord of my salvation. Hapo ni kufanyika prisoner. Hautoki hapo. Ni kama umefungwa hapo. Wewe ni mtumwa wa tumaini katika Bwana. So return to your strongholds, you prisoners of hope. Even now I announce, I will restore twice as much to you. Hallelujah. Mungu anatupe maradufu mwaka huu katika jina la Yesu. Lazima kuwe na mavuno. Somebody say amen. Lazima tuvune. Vile mwaka uliopita vile kulikuwa, hautakuwa the same mwaka huu in Jesus name. God will cause double harvest in Jesus mighty name. So we declare this is our year of harvest. And God has positioned us to receive from him. Kila mtu Mungu amemweka katika his position that he can receive from the Lord. Vile tu huko, you are a candidate of harvest from God. Lazima Mungu aachilie mavuno katika maisha yako. Because kinywa cha Mungu kimesema. And we have said, devil can do nothing about it in Jesus name. The devil can do nothing about what God has said in our lives. So if God has said he will restore double, we must receive double in Jesus name. We need to position ourselves. Position yourself. Kuwa na imani, upokee double from the Lord. Hata kama ni afya, umeteseka kiafya, unasikia kwamba magonjwa inakuja ikienda. When God said I will restore, he will do it. Amen. He will give you good health. Takatwende bio. So through our Archbishop, kuna mambo ambayo amenena kuhusu harvest. Na Mungu akamwelekeza katika mavuno 7. I want us to go through them. Mavuno 7 mwaka huu ambao Mungu anaachilia katika maisha yetu. 7 harvest. And I want you to lift up your faith and also reason. And we follow each other. Tufuatane tunaposikia hili katika jina la Yesu. Na we want to remain connected to what God has spoken. Kwa sababu kama hiki kipasa sauti hakijakuwa connected na hii mixer, hii sauti singekuwa nayo. Amen. Sikia hiyo. Kama hii kipasa sauti hakiko connected na mixer, hakiwezi toa sauti. Na kama ile mixer haijakuwa connected na moto, the source of the power, hakuwezi kuwa na sauti kama hii. Si ni kweli? We also need to be connected to the source. Source ni nani? Ni Mungu. Hallelujah. Nilikuwa ninaona ushago train nyingine ilikuwa inapita huko kitambo. Baba Goge, twashitaka bogi. Si kama train, ni kama kinyumba kinatembea. Ukikompea na SGR unaona ni vitu mbili tofauti. Hii ni macontainer imeshikanishwa. So kama hiyo train, hizo macontainers hazijashikanishwa, train ikisonga zinaashwa station kama hazijashikanishwa. Si ni kweli? Lakini zikishikanishwa, ulikuwa unaona kinatoka hapo mpaka barabara. So many containers following each other. Lakini moja ikikosa kushikanishwa kwa ile nyingine, inabaki station. Is it true? Bwana Yesu asifiwe sana. If we are going to remain connected to the source, our God, there will be a great flow in our lives in Jesus name. Lakini tukikosa kushikana na Mungu, tukikosa kuwa na imani, tutabaki kwa station. Amen. Tugoje round 2 train irudi ndio tuweze kushikanishwa. Na muda utakuwa umeisha. So let us remain connected, ndio tusibaki nyuma. Amen. So I want us to go through the 7 harvest ambazo Mungu amenena nasi kupitia askofu, na nataka tuzipokee leo katika jina la Yesu. And number 1 is the family harvest. Kama uko na karamu, just light.
The family harvest. Mavuno katika familia zetu. Na niwaambie wapendwa, kwa sababu kinywa cha Mungu kimenena, every other systems must obey what God has said. Bwana Yesu asifiwe sana. Every other protocols and voices must obey the supreme voice of our God. Na kama Mungu ametangaza mavuno, afadhali mambo ingine isimame, tupokee mavuno. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kama ni possessions za biashara na za familia na za maisha, afadhali Mungu atengeneze position for us, tuingie huko. Glory to God. Maana Mungu ako na uwezo wa kubomoa na kujenga upya. Biblia inasema kwamba ako na nguvu ya kuita kitu hakiko kinakuwa. If there is something that is not there in your life, God is able to correct and happen, and it happen in your life. Hallelujah. And that's why sisi tunafaa kuwa pia na nguvu ya uubaji. Unaingia kwa nyumba yako unasema, hii nyumba vile ninaona hata fridge itakuja hapa. Na inenea. Bwana Yesu asifiwe sana. Niliona rafiki yangu mwingine ameenda showroom juzi. Na akanitumia picha. Akaniambia, pastor, nimeona niende kule magari inauzwa, at least ni kwa imani nianze kunena. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza onekana kama mwenda wazimu, but in the spirit kuna vitu na trigger. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaenda tu kwa magari, kule tu zinauzwa. Na usiende kule pro box ziko. Enda kwa gari kubwa kubwa mama magi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na sijasema pro box ni baya, lakini imani, the level you lift your faith is the level God will operate with you in Jesus name. So nilikuwa nasema hivi, Mungu anaweza pangua, arainishe, aharibu ingine, mambo ingine, atengeneze, ndio tuingie katika mpango wake. Niwaambie kwamba Yusufu alipokuwa naota ndoto, mambo ya Misri, kuingia Misri, in the government, hakukuwa kiti kinaitwa prime minister. Nataka tushike hapo. Hakukuwa kiti kinaitwa prime minister. Si hapa Kenya huwa prime minister inatengenezwa kwa constitution. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaenda kwa referendum, kunawekwa hizo possessions. But in Egypt hakukuwa referendum, hakukuwa kiti kama hiyo. Lakini Mungu ali make sure kwamba mtumishi wangu Yusufu, amen, ataingia katika hiyo level. Hata kama hakuna kama hiyo in the government, nimeagiza huyu aingie. Bwana Yesu asifiwe sana. Mavuno ikikuja wapendwa, lazima Mungu vile amesema ikuwe hivyo. Glory to God. Unakorwo gutire gaturwa getagwo prime minister, unakorwo gutire gaturwa getagwo president, Mungu atatuigiza. Lazima kutakuwa na kitu. We must fit somewhere. Maana kinywa cha Mungu kimesema. Glory to God. Kama Mungu amesema ni mwaka wa mavuno, hata uguze mfuko usikie ni shilingi 10 iko. Hivyo ndivyo Mungu alisema. Ani lazima atakuigiza kwenye mavuno. Bwana Yesu asifiwe sana. The Bible says 1,000 one day before the Lord is like 1,000 years. And 1,000 years before the Lord is like one day before the Lord. Hallelujah. Tunaweza rara leo kama unaiba uibo umasikini, lakini kesho uamuke ukiiba ibo ingine. Maana Mungu wetu anajua kufanya kazi yake. He means business. Akisema amesema. Bwana Yesu asifiwe sana. So ukiona kiatu imeinama hivi, amen, inaangalia juu. Kesho itakuwa inaangalia vizuri. Madam Joyce, in Jesus name. So family harvest number 1. Mavuno ya familia. Na nataka tupokee mavuno ya familia mwaka huu katika jina la Yesu. Na kitu moja ambao Mungu atafanya kwa familia, number 1, is that he will break the yokes in our families.
Kuna familia ambazo zimeshikwa na nira na gome, na unakuta kwamba hamsongi, familia hazisongi, mnajaribu project haiendi pahali. Hizo nira Mungu atazivuja katika jina la Yesu, na si mwaka ujao, ni mwaka huu, in Jesus name. Somebody say amen. Number 2 is that the Lord will raise the family altar. Madhabahu katika familia itainuka. Moto wa madhabahu kwa familia utawaka. Revelation chapter 6 verse 12 inasema moto wa madhabahu usifanye nini? Usizimwe. We declare fire in our families in Jesus name. We declare fire in the altars of our families katika jina la Yesu Kristo. Hallelujah. Tusema kuna madhabahu aina 3. Moja ni ya familia, ingine ni ya kanisani kama haya, na kuna ya moyo wako. In your heart is an altar. Praise the Lord. So the family altar this year, may it catch fire in Jesus name, katika jina la Yesu. And number 3 is that God will bring great restoration in our families. Kuna mambo ambayo mmepoteza kama familia. Kuna mambo ambayo mmejaribu kukibizana nayo, hamujaweza. Kuna hata kesi kwa familia zingine. Amen. God is saying he will restore our families back to the glory in Jesus name. Na niwaambie kwamba Mungu akisema ana restore, he does not only restore to the former glory, but also he brings about something new, completely brand new. Bwana Yesu asifiwe sana. Haturejeshei tu maisha ambayo tulikuwa tunafanya huko baadaye. Biblia inasema kwamba I will restore the years the locusts have eaten. Haijasema I will restore what the locusts have eaten only. I will restore the years, miaka yote. Hallelujah. Hata ile miaka, hata last year ulikuwa unataka kupanga kitu na hakikufanyika, hiyo ni part ya kile Mungu anarejesha. Bwana Yesu asifiwe sana. It's not only restoring, but also everything concerning you narejeshwa. Hata wakati uligojeka mwili wako ukapoteza nguvu, it is part of the restoration. Bwana Yesu asifiwe. We go to number 2. Number 2 harvest is church harvest. Mavuno kwa kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunapokea mavuno kwa kanisa. Na hatuongei kanisa ingine, tunaongea hii. Ambia jirani yako hii kanisa, hili. In Jesus name. Tunapokea mavuno mwaka huu. And one thing God is going to show up in us or in this church is revival in the church. Mavuno ya kanisa. Kama huandiki najua una record. Shiro, najua una record. Na mawazo, unajua mawazo huwa irekodi mzuri. Inachanganyikwa na mawazo mengine inapitia tu. Kuna mawazo hukuja tu inapitia kwa akili. Inafanya udelete ile yote ulikuwa umepokea. So ni vizuri kuandika pahali. Hata kama ni simu, notepad ya simu una keep busy. Sio Jerry? Haya, thank you. Church harvest is revival. Revival, Biblia inasema in the book of Acts chapter 6 and chapter 7 that there was great revival. There was revival that happened, and God caused great joy in the church. Revival italeta great joy in the church in Jesus name. Italeta growth. Revival italeta growth. Hata kama tuna mpango wa growth charity, tunataka Mungu aachilie revival yake katika jina la Yesu. Hallelujah. Aachilie revival hata maeneo haya. Wazee wote ambao Mungu amepanga wakuje, waanze kukuja sasa. Wamama wote ambao Mungu amepanga wakuje, waanze sasa in Jesus name. Vijana wote ambao Mungu amewapangia wakuje kwa hili kanisa, wakuje in Jesus name. Waliofungwa wafunguliwe. When revival happens, inafungua hata wale wamefungwa na pombe na anasa na mambo ya maisha. Katika jina la Yesu.
Bwana Yesu asifiwe. We pray for that revival to start happening in Jesus' name. Number 2, in the church there will be signs and wonders. Mtu aseme amen kwa nguvu. Tushuhudie ishara na miujiza. And we are believing God for that. Kwamba hili kanisa litajaa ishara na miujiza. The book of Acts talks about how the apostles preached. Na Mungu akawasaidia, and there was great demonstration of the power of God. There was great healing. There was great miracles happening. Tunahitaji hizo nyakati katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunahitaji hizo nyakati, kwamba ukikuja kwa hili kanisa ukiwa mgonjwa, hauendi nyumbani vile ukiwa mgonjwa. Hallelujah. Ukikuja Mungu ukiwa umegonyoka, haurudi nyumbani hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. We are praying that this year God will confirm with the signs and wonders in Jesus' name. The Bible says in Isaiah chapter 1 verse 8 that we are for signs and wonders. Sisi ni wa ishara na miujiza katika jina la Yesu. Number 2 about the church is God is going to give us breakthrough in making disciples. Amen. Muda umekimbia kidogo. Let me rush fast. Breakthrough in making disciples. Tunataka tufanyike wanafunzi wa Yesu. Tufanyike disciples. There are 4 levels of growth in the church. 1 is the new convert. Unakuja unaokoka. Number 2, you become a disciple. Unaketi chini, unafunzwa. And in Apostolic Faith Church tunazingatia discipleship sana. Unafunzwa. Number 2, disciple. Number 3, awaka. It's another level. Unaanza kufanya kazi na kuhudumu. Number 4 is a leader. Unaweza kuwa kiongozi. Bwana Yesu asifiwe sana. Number 1, new convert. Tuambia amekoka. Number 2, disciple. Number 3, worker. Number 4, leader. Unaweza patiwa department unaiongoza, kwa sababu already umeimarika. So God is going to give us breakthrough in making disciples. Watu ambao wanaweza fanyika wanafunzi, wafuasi wa Yesu Kristo, watu ambao watashika mafunzo ya imani, watu ambao watashikilia neno, watu ambao watasema mchungaji, tutakuwa tukiombea madhabahu kila siku, tunataka kusimama kwenye pengo. Watu ambao wanaweza fanyika wahuduma, workers in the church, because disciple akifunzwa anafanyika waka. Bwana Yesu asifiwe sana. So are you ready to be disciples in Jesus' name? Hallelujah. Katika jina la Yesu. Number 3 is business harvest. Na nimeacha nyingine ya church, the power of fellowship. In the church there will be the power of fellowship. Uhusiano, ushirika, kuingiana. We will experience it in Jesus' name. Hatutaki kukaa watu ambao wanajitenga na wengine, kwamba ibada ikiisha unachomoka umeenda. Hapana. You will feel the fellowship, the power of the fellowship. You will embrace the fellowship. Hatuwezi sema the grace na uko pale kwa Asha unagojea kuchomoka. Majoi. Tukisema the grace, uko pale wewe hauna roho ya ushirika. Na tunaomba sisi wote tuwe na hiyo roho ya ushirika in Jesus' name. Kila mtu anajua kuna pahali pa kukimbia. Kwesi kosa. But when we have the fellowship in us, siwezi toka bila kusalimia mchungaji. Siwezi toka bila kusalimia kiongozi wangu. Nataka kuona secretary nimuulize jambo moja mbili. Nataka kuona chairlady niko na jambo nataka kumuuliza. Nataka kusalimia mama Magi. Fellowship is very important. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ushirika ujenga kanisa. Kila mmoja akisimama pale tukisema grace awe akienda,
hii labda ikifanyike mkutano wa siasa, na hatutaki ifanyike hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. This is a church, it is a fellowship. Mwaka huu tukubali kushirikiana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tunakoroga huku. Hebu angalia jirani yako, mwambie tunakoroga. Tunakoroga. Kuna mtu asemi, Nifa umekataa kabisa kusema. Boro tunafanya nini? Madam Joyce, umekuja wakati unafaa. Hallelujah. Tunakoroga in Jesus name. Na tutakoroga kwa kushirikiana. The power of fellowship. Tukikaa hivi hatuwezi fanya kitu. Tulishirikiana tukaweka vioo, si ni kweli? Tutashirikiana tuweke hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na itafaulu katika jina la Yesu. Number three, business harvest. Kama hizi tutafanya next time, tutamalizia next time. Business harvest, mavuno katika biashara zetu. Hatuwezi kuwa kwamba biashara zetu zinaigiza faida kutoka January mpaka December. Magana meri. No kinya turege thini wale tora Yesu. Amen. Lazima tukatae. Hasara, faida. Hasara, faida. Hasara. Tumekataa hiyo wimbo in our businesses in Jesus name. Lazima biashara zetu ziunganike na mapenzi ya Mungu. Na mapenzi ya Mungu mwaka huu ni kwamba there will be favor of openings. Kutakuwa na kibali na kufunguka, milango ifunguke kwa biashara zetu. Hallelujah. Tumekuwa roko sana. Biashara ikienda hata international si ni sawa. Amen. Tutigedhoa mama magi. Bwana Yesu asifiwe sana. There are people who are exporting their products. Na wako Kenya. Hata biashara zetu tunaweza anza ku-export products ziende nje. Charede, usikubali tu hiyo biashara. Hata kama nitaitembelea tuiombe zaidi. Usikubali tu ikae hapo. Amen. Ipanuke zaidi. Amen. Ianze ku-attract watu wa mbali. Si watu tu hapo ambao umetarget. Unajua tukifungua biashara huwa tuna target. Pale kuna shule. Pale kuna building, nitapata wateja kwa, yani unafunguaga tu ukijua nina target wale. Hapana. Njia za Mungu ni mingi. Bwana Yesu asifiwe sana. We can target that hii biashara itakuwa internationally. I will start sending parcels. Nitumane parcels mbali, countrywide, kwa kile ambacho ninauza. Bwana Yesu asifiwe sana. Kile ambacho ninauza nitaanza kuwa ninatumana mbali. Ninawafungia vizuri, ninaipeana kwa gari. Inaenda kule kunaitwa Morogoro. Kunaitwa Morogoro kule Arusha. Ninafuga ingine inaenda kule Hispania. Inaenda Kigali, Rwanda. It is possible in Jesus name. So when you talk about business harvest, there will be favor of openings. Kuna milango Mungu atafungua. Kuna opportunities Mungu atafungua. Hallelujah. And we declare this is our season of favor in Jesus name. Doors will open. Number 2 is that God will give you kingdom keys. Funguo katika biashara yako. Funguo za ufalme in your business in Jesus name. Funguo ni za kufungua. Tuweze kufungua katika jina la Yesu. Huwezi pewa funguo alafu ulale nje. Uko na nguvu za kufungua na uingie ndani. Saa hii nikikupatia gari, nikupatia funguo, you are able to open it na uingie ndani. Kama hauna funguo huwezi ingia. God is giving us kingdom keys. The Bible says, I have given you the keys of the kingdom to open and cross. Hallelujah. And whatever you shall open on earth, it shall be opened in heaven. Whatever you shall bind on earth, it shall be bound in heaven. Hallelujah. Mwaka huu tukubali biashara zetu, tusifungulie opportunities ziweze kupatikana katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Si useme amen ya nguvu. Hallelujah. And finally, hakuna biashara ambazo zitafungwa mwaka huu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hear the word of God. No businesses will collapse.
No businesses will be rocked down in Jesus' mighty name. Today we are receiving the favor of God in our businesses in Jesus' name. Hallelujah. Fungua kinywa chako useme, this year my business will thrive. This year is my year. My businesses will thrive in Jesus' name. Biashara zetu zitasimama katika jina la Yesu Kristo. Hatutafunga na hatutahesabu hasara katika jina la Yesu. Nataka tufikishe hapo. Kuna zingine 4. I think we will continue on Sunday. Tukue na part 2 ya harvest by the grace of God. Tusimame na miguu yetu in Jesus' name. We want to align ourselves with the word of God. We want to align our families with the word of God. We want to align our businesses with the word of God. Na nataka ufungue kinywa chako, please team, wanapojiandaa kukuja hapa katika jina la Yesu Kristo. Just open up your mouth and tell God, Lord, I agree that this is my year. I agree that this is the year of possessing my harvest. I agree with your word. Kama vile Mariamu alikubaliana na maneno ya malaika, ninakubaliana na neno lako leo kwamba huu ni mwaka wangu wa mavuno katika jina la Yesu. Mavuno kwa familia yangu, mavuno kwa kanisa, mavuno katika biashara, in the mighty name of Jesus. Baba, nimesikia sauti yako, nimesikia neno lako, na sasa I agree with heaven. Nakubaliana na bingu kwamba biashara yangu itasimama, biashara yangu haitaisha, biashara yangu itafungukiwa na milango, biashara yangu will have divine connections in the mighty name of Jesus. Nakubaliana na neno lako Mungu kwamba familia yetu itapokea urejesho, familia yetu itapokea urejesho, great restoration. The Bible says that return to your stronghold, you prisoners of hope. Even now I declare, I will restore double unto you. We declare double in our family. Pahali shetani alituangamiza, mwaka huu twanena double. Pahali shetani alitupiga na magonjwa, mwaka huu twanena double. Pahali shetani alifanya tusorote, mwaka huu twanena maradufu in the mighty name of Jesus. Biblia inasema kwamba ukabariki Isaka akavuna mara 100. I declare 100-fold in our lives in Jesus' name. I declare 100-fold in the life of our families in the mighty name of Jesus. Hata kwa kanisa mwaka huu tutavuna mara 100 katika jina la Yesu. Twafungulisha wazee, twafungulisha wamama, twafungulisha vijana, twafungulisha couples ambao watakuja kwa kanisa. Baba, tunasema ni asante, twakushukuru na twainua jina lako. We worship you and we give you praise in the mighty name of Jesus. Inua mkono wako tunapomalizia as a sign of believing and agreeing with God. Baba, tunasema majira yao katika jina la Yesu. Nyakati za mateso zimefika mwisho, nyakati za kilio zimefika mwisho, nyakati za magonjwa zimefika mwisho. Na sasa Mungu, I usher them into a new season. I usher them into a new beginning. I usher them, oh God, katika majira yako ya mavuno katika jina la Yesu. Kazi za mikono yao zibarikiwe, kile ambacho wanafanya kifaulu, biashara zao zienee, familia zao zisimame katika jina la Yesu Kristo. I declare double in their life. I declare double in their life. Vile ulisababisha Yusufu aingie Misri na akawa mkubwa, hata hawa hawatabaki level moja, waigie sasa level ingine, level ya utajiri, level ya baraka, level ya kibali, level ya ushindi katika jina la Yesu. Father, we thank you and we honor you. In Jesus' name we pray and believe. In Jesus' name we pray and believe.